Bibi. Kibibi, mambo vipi? Poa. Jana umenidanganya, ujue nimesubiri sana. Nimesubiri jioni utafika mpaka asubuhi. Sasa ndo nini? Pole kwa kudanganya. Lakini jana nilikuwa na kazi sana nyumbani. Alafu pia nilichelewa, singeweza kufika kwako. Sawa, leo vipi? Leo nitakuja. Utakuja kweli au ndo kimna? Sawa, nikuandalie zawadi gani? Yoyote tu ile mpenzi wangu. Okay, sawa, usijali. Bye. Sasa naona huu ni wakati sahihi wa kumkabidhi Kibibi ile hazina yako. Maana naona umri wako sasa unazidi kwenda unajua. Ni kweli unachozungumza, ila swala hili nitamweleza jioni. Maana jambo hili halihitaji kutumia nguvu zaidi ya akili. Ni kweli unalolisema. Mambo poa, Kibibi, kwema? Kwema. Umepotea. Ila mzee tunazidi kupendeza. Yaani umezidi kuwa mrembo. Hadi la yani. Hongera. Na ukimkabidhi Kibibi, naona kila kitu chetu kitafanikiwa na kitaenda sawa vile tunavyohitaji. Kabisa. Tena Kibibi ana nguvu za ziada zitakazotusaidia kwenye mambo mengine. Ila jambo hili tutazungumza usiku. Sawa. Acha mimi niende. Haya. Mwanangu, mbona umepika bila kumenya? Nimeona tu nipike hivyo. Lakini shangazi, mbona mimi unataka kunilishisha kibuyu? Na wengine wote wanalisishwa mali na familia yao. Kwa nini mimi nipe kibuyu? Mwanangu, ukiondoa haya mashamba, sina kingine zaidi ya kibuyu. Na hata hivyo, mimi nililisi kutoka kwa mama yangu. Na alitakiwa alisi baba yako. Kila ndo hivyo, ameshafariki. Sina mtu mwingine zaidi yako. Naomba upokee hicho kibuyu mwanangu. Lakini shangazi, hicho kibuyu kina nini? Na kina faida gani? Na kina maana gani kwangu? Kina faida nyingi sana mwanangu, endapo utakubali ukipokea. Utakuwa una uwezo wa kufanya jambo lolote wakati wowote na sehemu yoyote. Na pia kitakufanya uheshimike kijiji kizima. Sawa shangazi. Lakini tafadhali, naomba unipe muda wa kufikiri ile jambo. Kisha nitakupa majibu yako. Sawa. Shida mimi. Nitakusubiri.
kumbe upo huku naosha vyombo. Ukimaliza na mazungumzo na wewe, sawa? Sawa shangazi. Haya, sawa. Moyo wangu tulia, tulia moyo, tulia kwa wangu. Moyo wangu tulia, tulia moyo, tulia kwa wangu. Nimejaribu kuzunguka moyo wangu, nimezunguka kutaka jibu langu. Jibu langu neno, hakuna neno moja. Tulia moyo, tulia kwa baba yangu. Moyo wangu tulia, tulia moyo, tulia kwa baba yangu. Mwanangu, nakuona mwali wangu. Unaandaa mahindi na vinyimbo kwa wingi. Vinyimbo vitamu tamu. Ndio shangazi. Si unajua tena? Jipe mwenyewe. Sawa bwana, ni vizuri kujipa raha mwenyewe mwanangu. Tuachane na hilo. Nadhani umeshalifikiria swala langu na kupata majibu. Vipi, mbona upo kimya? Nimekuuliza. Umeshapata jibu kwa kile nilichokuambia jana? Shangazi, mimi bado ni mdogo. Na pia nina ndoto zangu. Nahitaji kutimiza malengo yangu. Kunipatia hicho kibuyu kitakuwa ni mzigo mzito sana katika maisha yangu. Unaweza kuniambia ni kwa nini hutaki kupokea kibuyu changu? Kwa hiyo haupo tayari, si ndio? Naona umekuwa sasa mpaka unafikia hatua ya kunigomea. Sasa tutaona. Kibibi, toka umefika hapa ni mtu mwenye mawazo sana. Inaonekana hauko sawa. Kuna tatizo au unaumwa? Wala hata siumwi, ila kuna jambo linanichanganya. Jambo gani? Kuhusu shangazi yangu. Anataka kunilisisha kibuyu. Kibuyu? Kibuyu cha nini tena? Shogangu, unajua hapo mwanzo nilikuwa naambiwa shangazi yangu ni mchawi, lakini sikuwa naamini. Kipi kilichokufanya uamini? Nimeamini kupitia mambo yake. Kwanza ananilazimisha mimi kupokea kibuyu chake. Alafu isitoshe, jana usiku wakati nilikuwa nimelala, nilisikia kishindo. Nilipochungulia dirishani, nikamwona shangazi yangu amevaa mavazi meusi na meupe. Alafu ghafla akapotea. We kibibi wewe, unasema kweli? Kwa nini nimwongopee shangazi yangu? Na isitoshe, yeye ndio alionilea kutoka udogo mpaka utu uzima, na nimemkatalia kulisi kibuyu chake. Na hapa nawaza, na hata sijui nikirudi nyumbani sijui itakuwaje, maana shangazi kakasirika sana
Hapana rafiki yangu, wala hata usijali. Imani yangu haimtumi kabisa kama anaweza kufanya kitu kibaya. Inanipa wasiwasi sana. Hapana, wala usiwe na hofu. Sawa? Kama uko sawa. Amna mpenzi wangu, ikichwa tu kinanisumbua kidogo. Kichwa kinauma? Basi unafanana nikupe. Nikupe? Sasa pia hivyo inakuwa kama karaa. Nilikumisi sana mpenzi. Nakumisi pia. Kweli? Ndio. Sema kuja kwenye ndo nakuja kwa shift. Hivi yani dali. Hivi yani ni kwa binde kweli kweli. Unajua pale nakuwa na shangazi yangu. Wani nguo ni. Na shangazi yako atasema wewe ujue wewe. Acha mniambie bwana wewe umefika. Umefika nashukuru lakini yani nilikumisi sana. Nasikia. Nilikumisi sana.
tena? Chande. 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 Chande mpenzi. Kuna nini tena? Chande. Chande. Chande mpenzi wangu. Una shida gani? Chande. 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 Mbona hapo bado? Yaani utalia sana mwaka huu mpaka sauti kukatika. Na utayapata mengi zaidi ya hiyo. Ina maana anajua ninachokiwaza, au yeye ndo atakuwa mhusika wa hili? Sasa itakuwaje wanakijiji wakija kujua kwamba Chande mara ya mwisho alikuwa na mimi kabla ya kufa? Imekuwa vita kubwa sana upande wangu.
Kibibi, mbona unaonekana kama umelia muda mrefu? Kuna tatizo gani? Si watu hivi, kwa nini kila siku mimi hivi? Wote wanaoishi na mashangazi zao wanafanywa hivi ninavyofanywa mimi. Basi rafiki yangu, acha kulia, haya ni mapito tu. Embu kaa chini na shangazi, ongea naye taratibu, anaweza akakuelewa. Si watu, wewe hujui tu kitu gani alichotenda shangazi. Hivi unaweza amini? Shangazi ndiye alimuua Chande. Hivi anawezaje kufanya hayo yote shangazi? Na nina uhakika aliyofanya hivi ni Kibibi, sasa mbona unaenda kama hivyo na hujanieleza? Amefikaje hapa? Mbona nilimwacha kule? Ulikuwa ni mwenzetu, mbona una wasiwasi? Tena kama mtu amejivisha mabomu anasubiri kujitoa mwanga. Hamna kitu shangazi. Hamna kitu? Unadhani mimi sijui? Tena ndahakikisha mpaka pale utakapokubali jambo langu. Kibibi, naona bado unaendelea na msimamo wako ule ule, si ndio? Ndio shangazi, sipo tayari. Sawa. Kwa hiyo unataka tuishi kama Kambale akiwa majini? Ete? Unamaanisha nini kusema hivyo? Utajua wewe. Si umeshakuwa na unaweza kupingana na mimi kwa kila jambo. Sasa tutaona mwisho wake.
Karibu si watu. Asante. Ngoja nikakuchukulia kigoda. Hapana, mimi sio mkaaji. Nimekuja hapa kukuona tu kwa sababu namna ulivyotoka jana ni vile haukuwa sawa kabisa. Samahani kwa kuondoka pasipo kukuaga. Lakini kuna jambo lilitokea pale kwenu. Vizidi sana kukichanganya. Sasa kama mambo yenyewe ndio hivyo, si hayupo kweli? Maana sija nikaongea hapa akatusikia. Hata hiyo. Mwenye kutoka asubuhi. Sawa. Mimi nilikuwa na ushauri. Ni bora tuende kwa mwenyekiti tukampe taarifa, kwa sababu ikija kujulikana kuwa mara ya mwisho ndio ulikuwa na huyo marehemu, basi taonekana wewe ndio ulomuua. Si watu. Ni kweli unachosema. Lakini wewe ni nani alikwambia serikali inaamini ushirikina? Kiukweli kibibi, mpaka nakuonea huruma. Umwonee huruma kwani amekwambia anaumwa au umefiwa? Alafu we mtoto, unaacha kufanya kazi nyumbani kwako, kazi ya kutembea majumba za watu. Sidhani kama umetandika hata kitanda huko kwenu. Muone kwanza. Shikamoo shangazi. Sina haja na shikamo yako. Sikia. Usipende kufuatilia vitu visivyokuhusu. Vingine vitakupalia. Yaani huyu mtoto amekuwa mbishi sana, hata kama nikimshawishi vipi. Sijui nifanyeje. Tatizo liko kwako. Unajua wewe unambembeleza sana. Alafu yule jinsi anavyofanya vile atakiwa kubembelezwa kabisa. Yule anatakiwa alazimishwe. Alafu mimi nahisi anashawishiwa na yule rafiki yake. Na ndio maana anapata kiburi. Kama ndo yule anajifanya yeye ni mshauri, basi niachie mimi. Yule tutamfanya kama chambo. Afu mengine yatafuata. Sawa, leo nakuachia wewe. Ila nasubiria majibu kutoka kwako. Maana nimeshindwa kwa kweli. Wala hakuna shida. Najua utafurahi.
mshauri mkuu. Kwisha habari yako. Tuna nini huyu? Yes, yaani mdogo wangu mwenyewe ndo anamshangaa kumwona dada akiwa amelala hapo. Au ana kwao. Sijajua hata mimi mwenyewe kutoka siku zangu. Maana mwenyewe ndo anashangaa kumwona akiwa amelala hapo. Chana ukalala hapo. Inawezekana kweli? Hapana. Eti dada vipi unamfahamu huyu? Wewe sisi watu wewe. Sasa imekuaje kalala hapo? Sijui, si watu. Watu. Jamani. Amepatwa na nini huyu? Hatujui, tuelewi ndio tumemuona hapo kalala. Wewe si watu wewe. Ni watu. Ni watu. Wewe si watu. Unafanya nini hapa? Nini kinakupata? Watu. Nini unafanya hapa? Ha? Nini kinakupata? Unafanya nini hapa? Mbona kuko barabara? Na njiani? Ndio. Watu. Mbona umelala njiani? Umelala njiani vipi? Hebu nitazame. Nisifanyi chochote. Mimi mbona mara mwisho nakumbuka nilikuwa nyumbani. Umelala nyumbani? Na unafanya nini hapa njiani? Kibibi. Kibibi. Si watu. Kibibi. Niambie si watu nakusikiliza. Kibibi sioni. Uoni? Hebu nitazame. Sikuoni kibibi. Unioni? Si watu. Nitazame hata utani. Kweli sioni. Nitazame. Sikuoni. Unioni? Sioni. Na mimi? Sioni. Jamani, naomba nisaidie tumpeleke huyu nyumbani. Si watu. Asante kakaangu. Sawa, usijali. Si watu, pole. Asante. Jamani mimi naenda. Haya.
Si watu umepatwa na nini? Kwa kweli sijui, kwa sababu nilikuwa nimelala ndani na shaka kujikuta pale. Pole si watu, utapona. Asante. Usijali, utakuwa sawa. Si watu, naomba uniangalizie. Nahitaji niende mara moja nyumbani, kuna mzigo napeleka. Sawa, usichelewe. Si watu, naomba mara moja nikimbie nyumbani. Sawa, ila naomba usichelewe, si unaona hali yangu namna ilivyo. Si watu, niko pamoja na wewe. Sawa. Nakuja. Sawa. Chelewe basi. Sawa. Naona jamani, naona jamani, naona asante Mungu, asante, umeniponya. Asante Mungu.
Samani bibie, una shida gani? Mbona upo kwenye hali ya simanzi sana? Hapana, sina tatizo lolote kaka yangu, unaweza kwenda. Tambua sisi sote ni binadamu. Alafu pia Mungu ameagiza kwamba mtu unapomkuta mwenzio yupo kwenye matatizo, inabidi tusaidiane. Kwa hiyo please, naomba unishirikishe kwenye tatizo lako. Una shida gani? Unaonekana una mzigo mzito sana ndani ya moyo wako. Kaka yangu, matatizo yangu ni makubwa mno. Huwezi nisaidia kwa hili. Kwa kila aliye upande wangu lazima patano na tatizo. Kwa hiyo nakuhurumia sana kuingia katika majaribu yangu. Tafadhali, unaweza niacha na ukaenda. Pia tambua siku zote kuficha sana vitu moyoni ni kujisababishia maradhi ya moyo. Sawa. Acha nikwambie. Shangazi yangu anataka kunilishisha mikoba ya uchawi. Na mimi sipo tayari. Baada ya kuona hivyo, shangazi yangu anamzuru kila mmoja ambaye ako upande wangu. Hicho ndicho kinaniumiza sana. So nakuhurumia wewe kukuingiza katika matatizo. Pole sana kwa yote upitiayo. Ila mimi niko tayari kukusaidia. Uko tayari kunisaidia? Ndiyo. Nipo tayari kukusaidia, kuwa na amani. Unasema kweli? Anakasumbwa nguku na nanda kutane, anasumbwa nguku na kenda kutane, anakasumbwa nguku na kenda kutane, anakasumbwa nguku na mwenda kutane. Binti, nitakupa dawa, na nikikupa hiyo dawa ukifika nyumbani kwenu utaimwaga wanjani, na utachukua vitu vyote ulivyopewa na shangazi yako na kuviteketeza. Unga mwingine utaumwaga hapo. Utakuwa umeteketeza nguvu zake zote za kichawi. Sawa? Toka. Unaweza kwenda. Anakasumbwa nguku na ndafutane, anakasumbwa nguku na ndafutane, anakasumbwa nguku na ndafutane ngo. Dada, nadhani umeyasikia kwa makini maelezo ya mganga. Naomba uyazingatie na uyafanye kwa umakini ili tusije tukaharibu kitu. Sasa naomba nikuache, mimi nitakuja baadaye kukuona. Kakaangu samani. Kwanza, wacha niseme asante kwa msaada wako. Pili, naomba nikufahamu. Mimi naitwa Kibibi. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Mbundo. Asante kwa kukufahamu. Na nimeshukuru kwa msaada wako. Asante.
nisamehe kwa yote niliyokutendea. Si watu mwanangu. Naomba nisamehe kwa yote niliyowatendea. Naomba mnisamehe wanangu. Na hili itakuwa fundisho na pigo kwangu kwa wale wote waliokuwa na tabia ya kichawi kama yangu. Naomba mnisamehe wanangu. Nimewakosea sana. Shangazi, mimi nimekusamehe. Sina kinyongo tena na wewe. Asante mwanangu. Usijali shangazi. Hata mimi pia nimekusamehe. Asante mwanangu. Nashukuru.